niliwainisha vizuri zaidi, nilikuwa nimeshajipanga kulitatua hilo tatizo. Lakini bahati mbaya sana kupitia idara ya afya walinipa zuio kwamba hauwezi ukatumia kemikali kuondosha uoto wa makaburini kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza, kuna kaya 11 zinachungia mifugo yao pale makaburini. Yupo mzee Mwanyelele, yupo mzee Mwakakongome, yupo mzee Njela, yupo Nyangwilola, yupo mzee Mwaigomole, ambao ni wa hapa mtaa wa Nkuyu, manake watakosa sehemu za malisho. Umeona wapendwa? Baada ya hapo tena ikaonekana kabisa kwamba ile kemikali hata wale mifugo wanaopita wale wa mbuzi wa nini wataathirika pia. Lakini pia vile vile hata kwenye viumbe ambavyo vinajitokeza baadaye pia vitapata shida. Kwa sio vizuri sana kama utatumia kemikali kuua. Wakaniomba sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumia mbinu nyingine kuweza kuhakikisha kwamba eneo la makaburini linakuwa liko safi, salama na linatumika vizuri. Nilikuwa sina njia nyingine ndugu zangu ni zaidi ya kuja kwenye mkutano wa hadhara kwa kinywa hiki nilichoongelea, kuja kunywa matapishi. Hey, unaporudisha maneno uliyoyaongea unakunywa matapishi, au sio? Wewe mwenyewe unaposema jamani, nilisema hivi, kesho unarudi sio hivyo. Ni kazi ngumu ndugu zangu. Kukiri kukosea sio kazi ndogo. Si mnajua tunapokuwa wabishi, ila kijana wenu nilikiri wazi kwamba mnisamee na mniwie radhi, sitawakoseeni tena. Ila nikaomba msaada kwamba naombeni tusaidiane sisi kama wana mtaa wa Nkuyu, tushirikiane tulimalize lile eneo la changamoto ya vichaka vilivyopo makaburini kwa njia ya ushirikiano. Kwa hiyo ikabidi niasisi mfumo ambao ulikuwepo mara ya kwanza. Mwaka jana wakati tupo kwenye uongozi wa kakangu Mwamba, tuligawana yale maeneo kibalozi, kwamba balozi amesha Kimwakilambo tuna eneo letu ambalo kupitia vijana ambao tunao kwenye balozi zetu watakwenda kufyeka na kupunguza ule uoto wa pale. Hii ni Jumamosi ya pili toka tumetangaza kwenye mkutano wa hadhara balozi amesha Kimwakilambo, hakuna hata mmoja aliyojitokeza.